Ninawasalimu katika Kristo Yesu. Na nichukue nafasi hii tena kuwakaribisha katika mwendelezo wetu wa kipindi kizuri cha somo linalosema kanisa la Waadventista wa Sabato sio Babeli. Na kama utakumbuka mahali ambapo tuliishia, tuliona kwamba Ufunuo sura 18 inawakilisha anguko la makanisa ya Kiprotestanti, yani ya Jumapili. Ufunuo 18, Babeli inayozungumzwa haiwakilishi kanisa la Waadventista wa Sabato. Lakini pia tukaona kwamba Nabii Ellen G. White wakati wake kuna watu pia walikosea fafanuzi ya Ufunuo 18 wakihusianisha na kanisa la Mungu, na ndipo akaandika maneno ya Mungu ambayo niyarudie kuyasoma, yanayosema katika Testimony to Ministers ukurasa wa 61 aya ya 3. Nabii anasema, ni wajibu wetu binafsi kupatana na Mungu. Hatupaswi kutafuta ujumbe wote mgeni mpya. Hatupaswi kufikiria ya kwamba wateule wa Mungu wanaojaribu kutembea katika nuru wako Babeli. Madhehebu ya kidini yaliyoanguka ndiyo Babeli. Babeli imekuwa ikieneza mafundisho yenye sumu, mvinyo wa uongo. Mvinyo huu wa uongo umetengenezwa na mafundisho ya uongo kama vile kuendelea kuishi kwa waliokufa, mateso yasiyo na mwisho kwa wadhambi, kukana uwepo wa Kristo kabla ya kuzaliwa kwake Bethlehemu, na kuitetea na kuitunza siku ya kwanza ya juma dhidi ya siku ya Mungu takatifu iliyotakaswa. Makosa haya na mengine ya namna hii yanawasilishwa ulimwenguni na makanisa mbalimbali, na hivyo basi maandiko yanakuwa yametimizwa semayo, kwa kuwa mataifa yote wamekunywa mvinyo wa ghadhabu ya uasherati wake. Ni ghadhabu iliyotengenezwa kwa mafundisho ya uongo, na wafalme na wakuu wa nchi wanaokunywa mvinyo huu wa ghadhabu ya uasherati wake wanajazwa na hasira dhidi ya wale ambao hawatakubaliana na uongo na mafundisho ya mashetani yanayotukuza sabato bandia na kuwaongoza watu kukanyaga chini ukumbusho wa Mungu. Kwa hiyo hapa tunaona maandiko yakizungumzia kwamba Babeli inayozungumzwa hapa ni yenye mafundisho makubwa manne na mengine yanayofanana na hayo, ya kwamba haya mafundisho ndiyo yanayolifanya kanisa kuwa Babeli. Mmoja, kuendelea kuishi kwa watu waliokufa, yani imani juu ya wafu. Mbili, kukana uwepo wa Kristo kabla ya kuzaliwa Bethlehemu. Lakini tatu, kuishi kwa waovu. Nne, kuitukuza siku ya Jumapili kama kuifanya Sabato, yani Jumapili siku ya kwanza ya juma kuitukuza kana kwamba mtu anaitukuza Sabato. Anasema makosa haya na mengine yanayofanana na haya yanawasilishwa na makanisa mbalimbali, yaani makanisa hayo ya Jumapili. Kwa hiyo hapa pia watu walikosea wakati wa Ellen G. White. Ndio maana nawaambia hatupaswi kutafuta ujumbe mpya mgeni na kudhani ya kwamba wale wanaoitunza Sabato, yaani kanisa la Waadventista wa Sabato ndio wanaohusishwa na Babeli au na Ufunuo 18. Hayo ni makosa, na hatari kubwa iko katika kukosea fasiri ya maandiko. Tunapoikosea tutachukua maamuzi ambayo sio sahihi, na hatari ya kukosea fasiri ya maandiko inapelekea kuamua vibaya. Na kuanzia mwaka 1844 kuna watu waliokosea unabii huu na kuhubiri kuwa Ufunuo 18 hulenga kanisa la Waadventista wa Sabato. Wakati wa Ellen G. White, kama ilivyo kwetu leo, sisi pia tulikosea. Na mimi ni washauri tu na niwaambie ndugu zangu, rafiki zangu wana matengenezo, tulikosea tukadhani ya kwamba Ufunuo 18 inalenga kanisa la Waadventista wa Sabato. Si kweli. Nabii anaandika hivi katika akifafanua Ufunuo sura ya 18 inalenga Babeli ipi. Anaandika maneno haya katika kitabu kile cha Selected Message ya pili ukurasa wa 68 aya ya kwanza. Selected Message ya pili ukurasa wa 68 aya ya kwanza, ufafanuzi wa Ufunuo sura 18 inaandikwa maneno haya. Nabii anasema kichwa cha juu kimeandikwa Babeli ya Ufunuo 18. Anasema na nukuu, baada ya hayo naliona malaika mwingine akishuka kutoka mbinguni,
mwenye mamlaka kuu, na nchi ikaangazwa kwa utukufu wake. Akalia kwa sauti kuu akisema, umeanguka, umeanguka Babeli ule mkuu, umekuwa maskani ya mashetani na ngome ya kila roho mchafu na ngome ya kila ndege mchafu mwenye kuchukiza. Kwa kuwa mataifa yote wamekunywa mvinyo ya ghadhabu ya uasherati wake, na wafalme wa nchi wamezini naye, na wafanya biashara wamepata mali kwa nguvu za kiburi chake. Kisha nikasikia sauti nyingine kutoka mbinguni ikisema, tokeni kwake, enyi watu wangu, msishiriki dhambi zake, wala msipokee mapigo yake, kwa maana dhambi zake zimefika hata mbinguni, na Mungu amekumbuka maovu yake. Mlipeni kama yeye alivyolipa, mkamlipe mara mbili kwa kadiri ya matendo yake. Katika kikombe kile alichokichanganyisha, mchanganyishieni maradufu, kwa kadiri alivyojitukuza na kufanya anasa. Mpeni maumivu na huzuni kadiri hiyo hiyo, kwa kuwa husema moyoni mwake, nimeketi malkia, wala si mjane, wala sitaona huzuni kamwe. Kwa sababu hiyo mapigo yake atakuja katika siku moja, mauti na huzuni na njaa, naye atateketezwa kabisa kwa moto, kwa maana Bwana Mungu aliyemhukumu ni mwenye nguvu. Anaendelea kusema, sura nzima inaonyesha kwamba Babeli ambayo imeanguka ni makanisa ambayo hayatapokea jumbe za onyo ambazo Bwana ametoa katika jumbe za malaika wa kwanza, wa pili na watatu. Walikataa kweli na kukubali uongo. Walikataa jumbe za kweli. Tazama Wathesalonike wa pili sura ya pili mstari wa kwanza hadi wa 12. Ujumbe katika sura ya 18 ya Ufunuo uko wazi na umefafanuliwa wazi, kwa kuwa mataifa yote wamekunywa mvinyo wa ghadhabu ya uasherati wake, na wafalme wa nchi wamezini naye, na wafanyabiashara wa nchi wamepata mali kwa nguvu za kiburi chake. Yeyote anayesoma sura hii hahitaji kudanganywa. Hiyo ni aya ya kwanza. Muktadha wa aya hii, nabii alikuwa anatoa fafanuzi akielekeza Ufunuo 18 kile inachokimaanisha, na hii ilitokana na mkanganyiko uliokuwepo kwa baadhi ya wainjilisti waliotokea kipindi kile, wakifundisha kwamba Ufunuo sura ya 18 hulenga kuanguka kwa kanisa la Waadventista wa Sabato, wakifundisha kwamba kumbe Ufunuo 18 ilitabiri kuwa kanisa la Waadventista wa Sabato litakuwa Babeli. Nabii wa Mungu anatoa fafanuzi dhidi ya makosa hayo yaliyofanywa na watendakazi hao wa Injili, na anawaelekeza kwamba yeyote anayesoma Ufunuo 18 hahitaji kudanganywa. Maana yake ni nini? Utakapohusianisha Ufunuo 18 kuwa ni kanisa la Waadventista wa Sabato, utakuwa katika mstari wa kudanganywa. Ndiyo maana anasema yeyote anayesoma hahitaji kudanganywa. Ufunuo 18 iko wazi, inawakilisha makanisa ambayo hayatapokea ujumbe wa malaika watatu, ujumbe wa malaika wa kwanza, wa pili na watatu. Na wakati anazungumza hapa, ujumbe wa malaika watatu ndio umeanza kuhubiriwa na makanisa haya ya Kiprotestanti yanakataa. Hebu tuende aya ya pili, maandiko yanasemaje ili uone jambo hili. Nabii anasema, aya ya pili anasema, jinsi gani shetani angefurahi kutangaza ujumbe kwamba watu pekee ambao Mungu amewaweka kuwa hazina za sheria yake ndio wale ambao ujumbe huu na wahusu. Hebu nirudie haya maneno. Jinsi gani shetani angefurahi kutangaza ujumbe kwamba watu pekee ambao Mungu amewaweka kuwa hazina za sheria yake ndio wale ambao ujumbe huu unawahusu. Hebu niseme kidogo hapa kwamba shetani ingekuwa ni furaha yake kusikia watu wakitangaza kwamba ujumbe wa Ufunuo sura ya 18 unaoonyesha anguko la Babeli unahusu kanisa la Waadventista wa Sabato. Shetani angefurahi. Sikiliza, mbinyo ya Babeli, yani mafundisho ya Babeli ni kuinuliwa kwa sabato ya uongo na ya bandia juu ya sabato ambayo Bwana Yehova
ameibariki na kuitakasa kwa matumizi ya mwanadamu. Jambo la kwanza, anasema mafundisho yanayolifanya kanisa kuwa Babeli, moja ni kuinuliwa kwa sabato ya siku ya Jumapili dhidi ya sabato ya kweli ya Mungu. Hilo ni fundisho namba moja la sifa ya kuwa Babeli. Kwa hiyo kanisa lolote ili liwe Babeli, lazima liitakase Jumapili. Hilo la kwanza, yaani zingatia, la kwanza kabisa. Hakuna kanisa lisilotunza Jumapili alafu liitwa Babeli, halipo. Kwa hiyo ukisema kanisa la Waadventista wa Sabato ni Babeli, maana yake inasali Jumapili, watatushangaa walimwengu, tutapigwa mawe na umati. Hilo la kwanza. Fundisho la pili linaloifanya kanisa kuwa Babeli pia ni kutokufa kwa roho. Yaani fundisho la pili linalofanya kanisa liitwe Babeli ni kutokufa kwa roho, kitendo cha kuamini roho haifi. Hilo ni fundisho la Babeli na linaifanya kanisa kuwa Babeli. Katika misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato hatuamini hivyo. Hata kanuni ya kanisa haikubaliani na hilo. Na pia nasema uzushi huu wa makanisa na kukataa ukweli unaligeuza kanisa kuwa Babeli. Wafalme, wafanyabiashara, watawala na walimu wa kidini wote wako katika upatano uliopotoka. Anasema uzushi huu, yaani mafundisho haya yaliyotajwa hapo, na kukataa ukweli wa neno la Mungu kuligeuza kuwa kanisa kuwa Babeli. Na ujue kukataa ukweli ni lazima, miongoni mwa kweli kanisa liabudu Jumapili. Likiabudu Jumapili itakuwa Babeli. Na mimi nakiri, endapo kanisa la Waadventista wa Sabato litainua Jumapili na kutangaza Jumapili ndiyo siku ya ibada na kuitunza, limekuwa Babeli. Nakubaliana na hilo. Lakini leo unasemaje kanisa la Waadventista wa Sabato ni Babeli ili hali halitunzi Jumapili, linainua amri za Mungu na kuitukuza Sabato? Makosa katika fasiri ya Ufunuo 18 yalifanywa toka mwaka 1844. Leo hii tunapofasiri, rafiki zangu na ndugu zangu, kwamba Ufunuo 18 inalenga kanisa la Waadventista wa Sabato, tunatembea katika mstari ule wa makosa yale. Nabii anasema, aya ya 3, anasisitiza, anasema, ninasema tena, Bwana hakunena kwa mjumbe yeyote anayeliita kanisa linalozishika amri za Mungu Babeli. Haya maneno ni magumu kidogo. Nabii anasema, sikiliza, anasema Mungu hakunena kwa mjumbe yeyote anayeliita kanisa la Waadventista kuwa Babeli, hakuzungumza naye. Manake nini? Unaona ni kwamba katika mstari huu, kama tukisema kanisa la Waadventista wa Sabato ni Babeli, yeyote atakayesema, ima ni mimi nilisema, ima ni wewe utasema, anasema yeyote anayesema kanisa la Waadventista wa Sabato ni Babeli, tuwe na uhakika kwamba Mungu hakusema naye. Sasa hapa duniani Mungu ni mmoja, lakini kuna Mungu wa dunia hii. Maana kama hakusema naye, kuna Mungu mwingine aliyesema naye. Anasema kweli kuna magugu pamoja na ngano, lakini Kristo alisema angetuma malaika zake kwanza kukusanya magugu na kuyafunga matita ili kuyachoma, lakini wakusanye ngano ghalani. Ninajua kwamba Bwana analipenda kanisa lake, halipaswi kuharibiwa au kuvunjwa kuwa katika sehemu zinazojitegemea. Hakuna uthabiti hata kidogo katika hili. Hakuna ushahidi hata kidogo kuwa jambo kama hilo litakuwa hivyo. Sikiliza, haya maneno ni magumu kidogo. Nabii anasema Mungu hataki kanisa lake livunjwe. Matokeo ya kuhubiri kuwa kanisa la Waadventista wa Sabato ni Babeli ni kulivunja, kulikatakata vikundi. Anasema kamwe si mpango wa Mungu, na Mungu hataki. Na anasema ya kwamba hakuna uthabiti, yani hakuna uthibitisho kwamba hata kidogo katika hilo kuwa kanisa lake litavunjwa. Lakini akasema hakuna ushahidi hata kidogo, yani hata ule kidogo, kuwa jambo kama hilo litakuwa hivyo, la kanisa kuvunjwa
la kanisa kuwa Babeli. Hakuna ushahidi hapa. Nabii wakati anazungumza kwa mamlaka ya kimbingu, yaani Mungu anazungumza. Hakuna ushahidi hata kidogo kwamba litakuwa hivyo, hakuna. Anasema wale ambao watazingatia ujumbe huu wa uongo, yaani wa kuliita kanisa la Waadventista wa Sabato kuwa Babeli, anasema wale ambao watauzingatia huo ujumbe huu wa uongo na kujaribu kuwatia chachu wengine, watadanganywa na kuandaliwa kupokea madanganyo ya hali ya juu, nao watakuwa si kitu. Yaani wale ambao watadanganywa na watatia chachu wengine, wakafundisha wengine, wakawaambukiza imani hiyo, wakaambukiza virus hiyo ya kuwa kanisa la Waadventista wa Sabato litakuwa Babeli. Nabii anasema watakuwa tayari kudanganywa na wanajiandaa kupokea madanganyo zaidi ya hayo. Mungu atusaidie, hii mbaya. Nabii anasema selected message ya pili, ukurasa wa 69 aya ya pili. Neno la Mungu linasema, anaendelea kuonya na anasema kuna baadhi ya washiriki wa kanisa wenye kiburi. Yaani baada ya kutoa maonyo mwaka huo, kuna wengine waliendelea na hiyo kwamba kanisa ni Babeli, kanisa ni Babeli, waliendelea. Sasa nabii anasema kuna baadhi ya washiriki wa kanisa wenye kiburi, wenye kujitosheleza, wenye hali ya kutokuamini, yenye ukaidi na wenye kukataa kuyatoa mawazo yao. Ingawa ushahidi unaweza kuwekwa juu ya ushahidi unaofanya ujumbe wa kanisa la Laodikia ufae kutumika. Sikiliza vizuri. Lakini hilo halitalifuta kanisa kwamba halitakuwepo. Acha magugu na ngano zikuwe pamoja mpaka wakati wa mavuno. Kisha ni malaika wanaofanya kazi ya kutenganisha. Ninalionya kanisa la Waadventista wa Sabato kuwa makini jinsi mnavyopokea kila dhana mpya na wale wanaodai kuwa na nuru kuu. Ninalionya kanisa la Waadventista wa Sabato kuwa makini jinsi mnavyopokea kila dhana mpya na wale wanaodai kuwa na nuru kuu. Sifa ya kazi yao inaonekana kuwa kushtaki na kubomoa. Hiyo ni selected message ya pili, ukurasa wa 69 aya ya kwanza na aya ya pili. Nabii anaonya kwamba ni kweli ujumbe wa kanisa la Laodikia unafaa kutumika kwa Waadventista wa Sabato, yale maonyo, lakini hayo maonyo hayatoshi kulifanya kanisa kuwa halipo. Hapana. Na badala yake anasema ya kwamba waacha magugu na ngano vikue pamoja mpaka wakati wa mavuno. Kisha malaika wanaofanya kazi ya kutenganisha watafanya kazi yao. Lakini anasema ninawaonya Waadventista wa Sabato ambao wao wanadhani wana uwezo wa kupokea kila dhana, wanaopokea kila fundisho kutoka kwa mtu anayeitwa mtumishi. Anasema ninawaonya ya kwamba si kila fundisho mnaweza mkalipokea. Kuna watu wanaodhani ya kwamba wao wana nuru kuu, lakini nawaambieni sifa ya hao watu ni kulishtaki kanisa na kulibomoa. Ndio maana mwanzo tumejifunza kwamba wanalitenganisha vikundi. Anasema sifa ya hao watu, yaani yeyote ambaye atafundisha kuwa kanisa la Waadventista wa Sabato kuwa ni Babeli, lengo lake ni kulibomoa kanisa na kutengeneza vikundi. Na mimi nakubaliana na maneno haya kwa uzoefu kabisa, ni kwamba matengenezo tulipoanza mwaka huu 2008, 2006, wengine 2005, matokeo yake Waadventista wa Sabato kwanza walidhalilishwa, lakini pili, matokeo yake ni kwamba kanisa limekuwa na vikundi vya ajabu vingi. Hata kwetu sisi wana matengenezo, mtakubaliana na mimi rafiki zangu wana matengenezo, kwamba tulipotoka matokeo yake leo yametimia. Matengenezo tuna vikundi vingi, zaidi ya vikundi 7 vya matengenezo. Yaani hapo unakuta kikundi hiki. Sasa unajiuliza Wasabato ni wapi? Yaani Wasabato imekuwa ni sijui nisemeje, vikundi visivyoeleweka.
Haya ni matokeo ya kile ambacho nabii alikiandika, kumbe alikuwa ameandikwa. Na ndio maana katika wakati huu unapoendelea kufuatilia jambo hili, Mungu akusaidie sana kufumbua macho. Kufanya kosa tulifanya, lakini Mungu ni mwenye rehema na uwezo wa kutusamea makosa yetu kabisa kabisa pale ambapo tutakubali kutii sauti yake. Naomba niendelee mbele kidogo kukuletea maandiko haya, na mimi nilisema nitapenda sana kutumia maandiko kuliko maneno. Kwa hiyo hapa nabii anaondoa mkanganyiko kuhusu Ufunuo sura 18 kuwa inahusu makanisa yanayoshikilia ibada ya Jumapili, kuendelea kuishi kwa waliokufa, mateso yasiyo na mwisho kwa wadhambi, lakini na uwepo wa Kristo kabla ya kuzaliwa Bethlehemu, na kuitetea siku ya kwanza ya Jumapili. Makosa haya na mengine ndiyo yanayolifanya kanisa kuwa Babeli. Na uzingatie maneno haya, nabii anasema makosa haya yanawasilishwa na makanisa mbalimbali. Kanisa la Waadventista wa Sabato halimo kwenye grupu la kuwa mbalimbali. Na nabii akasema kwamba hakuna mtu anayepaswa kudanganywa katika hili. Biblia haikutaja kabisa kwamba Ufunuo 18 itakuwa ni kanisa la Waadventista wa Sabato. Hapana. Lakini pamoja na hayo, kuna watu walikosea, kama ambavyo tumejifunza kwamba kuna washiriki wenye kiburi, wakaidi, yani licha ya maonyo waliendelea mbele kufundisha kwamba kanisa la Waadventista wa Sabato ni Babeli, licha ya matamshi au licha ya maneno ambayo yalitoka katika mbingu kupitia kwa mtu wa Mungu yakionya. Wako watumishi ambao na washiriki na wainjilisti ambao walikaidi na kuendelea kuhubiri kwamba kanisa la Waadventista wa Sabato ni Babeli, na kupitia mahubiri yao waliandika vijizu, walitembea nyumba kwa nyumba, walihubiri hadharani, wakaandika kwenye magazeti na kutangazia umma kwamba kanisa la Waadventista wa Sabato ni Babeli. Lakini nabii Ellen G. White, Mungu alimletea ujumbe moja kwa moja. Alikuwa anaingia katika njozi, Mungu anamuonyesha moja kwa moja, je, ujumbe wa kuliita kanisa la Waadventista wa Sabato ni Babeli umetoka kwa Mungu? Mungu alimwandikia na akalionya kanisa. Naomba nikuletee sasa maonyo ambayo nabii aliandika na wengine aliwataja kwa majina. Selected message ya pili, ukurasa wa 68 aya ya kwanza, nabii anaandika maneno haya. Ninasoma. Nabii anasema hiyo selected message ukurasa selected message ya pili ukurasa wa 68 aya ya kwanza inaonyesha hayo maonyo, lakini naomba nisome Testimony to Ministers ukurasa wa 32 aya ya kwanza. Testimony to Ministers. Na bahati nzuri namshukuru Mungu kwamba vitabu hivi ninavyovisoma vimetafsiriwa na sisi wana matengenezo. Ili namshukuru Mungu kwamba wana matengenezo ndio wamevitafsiri. Kwa hiyo ni tafsiri ambayo ninaamini ni sahihi kabisa. Sasa hebu naomba niisome kitabu hiki cha Testimony to Ministers and Gospel Workers, shuhuda kwa watendakazi wa Injili na viongozi. Naomba niisome ukurasa wa 32 aya ya kwanza. Nabii anasema, nimekuwa nikipata huzuni sana kwa kusoma kablasha lililokuwa limetolewa na ndugu S na wale waliokuwa wakishirikiana naye katika kazi anayokuwa akiifanya. Bila idhini yangu wamechagua kutoka katika shuhuda na wameingiza katika kablasha walilochapisha, kufanya iweze kuonekana kwamba maandishi yangu yanakubaliana na kuidhinisha msimamo wanaoutetea. Kwa kufanya hivyo wamefanya lisilo la haki au lisilo sawa. Kwa kutumia uhuru bila idhini, wamewasilisha kwa watu nadharia yenye sifa ya kudanganya na kuharibu. Nyakati zilizopita, wengine wengi wamekuwa wakifanya jambo kama hili na kulifanya lionekane kwamba shuhuda zinakubaliana na misimamo ambayo haikuthibitika na ya uongo. Katika aya hii kuna makosa mawili ambayo nabii anayasahihisha. La kwanza, moja, walitumia maandishi ya Ellen G. White bila idhini yake ili maandishi yale yaonekane yanaunga mkono hoja walioileta, hoja ambayo inaharibu. Yaani hoja gani ambayo Stanton alikuwa nayo? Utaiona huko mbele.
Kwa hiyo ili ile hoja ionekane kuwa na nguvu, walitumia maandishi ya Ellen G. White, wakaunganisha na hoja zao, wakapeleka kwa watu. Hilo kosa la kwanza, bila idhini yake. Kosa la pili ambalo walilifanya, nadharia waliokuwa wanaitetea na wakiunganisha na shuhuda ilikuwa ni ya uongo. Kwa hiyo nadharia ambayo walikuwa wanaitetea ilikuwa ni ya uongo, lakini ilikuwa na uharibifu, yaani ilikuwa yenye kuharibu. Nadharia gani hiyo ambayo walikuwa wanaitetea? Huyu alikuwa ni Stanton. Stanton alikuwa ni mwanafunzi wa chuo na alikuwa anasoma, lakini pia alifanya kazi ya uinjilisti. Akasambaza makablasha, akaandika makablasha. Kwenye yale makablasha akanukuu na nukuu za Ellen G. White ili kuonyesha kwamba zinaunga mkono hoja yake. Lakini pia nabii anahitaja ile dhana waliokuwa wanaitetea, kwamba dhana hiyo ilikuwa na sifa ya kuharibu, dhana ya uongo. Yaani kile ambacho Stanton na washirika wake na wenzake walikuwa wanakifundisha, moja ilikuwa ni dhana ya uongo, lakini walitumia maandishi kuunga mkono. Ngoja nikwambie, unaweza ukatengeneza fundisho la uongo halafu katafuta Biblia kulisapoti, na kama itaonekana hivyo unaweza ukaona kama Biblia inasapoti, lakini sivyo kabisa. Ndicho walichokifanya. Mpenzi msikilizaji wangu, katika wakati huu na saa hii tunapoendelea kujifunza juu ya historia ya kanisa, ni kuombe ushushe moyo, tukubaliane maandiko ya tuongozi. Ninakiri na nimekuwa nikikiri wazi ya kwamba katika haya tulikosea. Tulifundisha kuwa kanisa la Waadventista wa Sabato ni Babeli. Huko mbeleni Mungu anasemaje kwa sisi ambao tulifundisha? Ninakiri kwamba matengenezo yaliyoanza mwanzo kabisa wa 2005 na 6 na kuendelea, na kanisa kugawanywa vipande vipande, haukuwa mpango wa Mungu kabisa. Badala yake tulitembea katika makosa ambayo wenzetu pia nao waliyafanya. Sasa basi nikualike ya kwamba nimekuletea maneno haya kama sehemu ya kujifunza, ili tuone mahali tulipokosea na Mungu aweze kuturehemu. Nikualike katika kipindi kinachofuata, usiache kufuatilia kipindi kinachofuata. Siku ya Jumanne tutaendelea ni dhana gani ambayo Stanton na wenzake walifundisha, ambayo nabii anasema ilikuwa ya uongo lakini yenye kuharibu. Mungu akubariki, nikukaribishe na Bwana akubariki kwa jina la Yesu. Amen.